Kama hii, wewe sehemu ya kazi reflector inakuwaje mpya? Sio uongo huu. Mmejua nakuja. Kazini ukute reflector mpya. Wao nelahe. Shehe, mmejua ninakuja. Tena jana nimesema kwenye mkutano, mkasema tuziandae. Si unaona hata hazitoshi. Haina hata simenti, yani imetoka dukani. Nitasema tu kwa hapa. Waheshimiwa mmeona wote, si ndio waheshimiwa madiwani? Ehe. Observation zilizotolewa za ndugu yangu hapa ni za msingi na za mstahiki meya. Hizo zinasimama. Na za kwangu nilizozisema kwenye barabara ndizo zinasimama na hapa pia. Na kwa msingi huo naongeza kitu kingine, tusitegemee variation. Yaani dalili ulizonazo zote hizi ni za kwenda kuomba variation na extension of time. Sasa extension of time na variation tutaangalia umetumiaje muda wako nyuma, na kuna ulazima gani wa kufanya variation. Maka imekuwa janja nyingi, kila mradi variation, extension of time. Ulikuwa ukamilike, utakuwa tarehe fulani inapita. Mwenge unaambiwa utakamilisha siku fulani, unapita hakuna kitu. Anakuja kiongozi fulani, utakamilika siku fulani, unapita hakuna. Hizi variation na extension of time. Mradi ulikuwa bilioni ngapi, sasa unaongezwa tena kakipengele, unaongezwa ngapi. Mnamsumbua rais na mnatusumbua na sisi ambao tunataka wananchi waone huduma. Uaminifu wa mkandarasi ni kuingia mkataba na kutekeleza kulingana na matakwa na masharti ya mkataba, na mtu ambaye ni customer wako aone hiyo huduma. Tofauti na hapo tunapishana. Ungekuwa sababu za kifedha sawa, lakini serikali imelipa na tuko tayari kulipa tena, na mmeomba tena hiyo meraise certificate ya 1.3 billion. Tuko tayari kulipa, lakini umefanyaje kazi? Na hii halmashauri hii manispaa hii tunaenda jiji sisi Shinyanga hapa. Ndo lengo. Hawa hivi vichwa hivi vinafikisha Shinyanga kuwa jiji. Hawa madiwani unawaona waheshimiwa. Kama tunaenda jiji manake kuna construction nyingi zitakuja, miradi mingi mikubwa. Ila tukiwa na mkandarasi ambaye anasuasua, we be very sorry. Sasa jenga heshima na jina lako. Miradi hii mikubwa sana ni heshima kwa rais. Kwanza mwingine tunamuomba kwa mheshimiwa rais pale wa kujenga soko la Kambarage. Masoko letu tunalijenga pale kwa nguvu zetu, lakini kuna la Kambarage tutalijenga. Sasa likija ungekuwa umefanya vizuri, tunaanza taratibu gani? Si ndio mnaelewa fai? Sasa kama huyu amefanya vizuri, kwa nini tuanze kushindanisha hapa? Tunafanyaje? Tuna sababu za kukutetea. Lakini sasa unateteaje ndugu yangu mtu? Yaani hapa ni sawa na wewe muumini afu unaiba sadaka. Afu useme padri atakupenda au askofu. Hata shehe atakupenda. Au sio? Kwa hiyo mimi nadhani fanyeni hiyo kazi. Weledi mnaoonyesha kwenye maeneo mengine, hemu uonyesheni sasa hapa na sisi tuamini. Mimi ninachojua changamoto kwenu inawezekana mambo mawili. Moja, hela mnapeleka kwenye miradi yenu mingine. Vifaa mnapeleka kwenye miradi yenu mingine, huku mnakuja mnagusagusa kidogo, mnapotea. Wakilalamika watu, wakija mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya hapa, mnaleta greda 2 zinapalua, akiondoka zinapotea. Mkuu wa mkoa akitoa maelekezo hapa, mnaleta tena, mnakuja mnaongeza na watu, reflector nyingi kibao.